Karibu sana kwenye channel hii ya Hisia Maishani. Nakuletea mada inayosema jifunze kugundua uongo. Jifunze kugundua uongo. Wazazi wengi of course wanawafundisha watoto wao wasiseme uongo, na wengi of course tumejikuta kwamba kuna hiyo hali ya kutokupenda kusema uongo, au unaogopa usiseme uongo, lakini watu wanasema uongo vile vile. Lakini watu wengi hawajajifunza mbinu za kugundua uongo. Kwa nini watu wanasema uongo? Mtu anasema uongo kwa sababu anataka kutawala matokeo ya kitu ambacho anakitaka. Hataki aonekane mbaya, hataki aonekane hafai. Kwa hiyo anakupa uongo, anakupa picha ya uongo ili umuone anafaa, unamuona ni bora. Hali kama hii inatokea katika mazingira tofauti tofauti, mazingira ya kazini, katika mahusiano, makanisani. Wachungaji na wataki waonekane waongo, mchungaji hataki mtu ampinge. Vitu kama hivyo vinatokea ili mtu aweze kutawala mazingira, yaonekane kwamba yeye ni mwema, yeye ni mzuri, yeye anafaa mara zote. Sasa hakuna mtu ambaye anafurahia kuonekana kwamba amedanganya. Hakuna hata mmoja anayefurahia kuonekana kwamba amedanganya. Na hivyo basi, kutokana na hivyo basi, ili uweze kuishi maisha ambayo utayafurahia, ni jambo la msingi sana ujifunze jinsi ya kugundua uongo ambao mtu anasema. Aidha mtu anaweza kusema uongo ili akutawale, siku zote tu unafanya anavyotaka yeye. Kwa mfano, mtu anakuambia kwamba mimi sina mchepuko, mimi sio mwizi, mimi sina tabia mbaya. Ni rahisi mtu kusema vitu kama hivyo, lakini je, ni kweli hana hivyo vitu? Sio kweli. Kwa hiyo ukitaka kumuonyesha kwamba no, mbona juzi ulifanya hivi, mbona juzi ulifanya hivi, tayari hapo unaanzisha ugomvi. Hapo tayari unaanzisha ugomvi. Na kwa hiyo basi watu wengi sana wanaogopa kumwambia mtu au kumuonyesha mtu kwamba amesema uongo au anaoyafanya hayako sawasawa na alivyokuwa amesema anafaa kuonekana. Kwa mfano, mchungaji asingetegemea muumini wake amwambie mahali fulani ulisema uongo. Huyu ni mchungaji, ana wazee wa kanisa na nini na nini. Kuna mahali alisema uongo, lakini hatarajii mzee wa kanisa kainuka, bwana, mbona juzi ulitudanganya? Unaweza kuona hali kama hiyo. Kwa hiyo mzee wa kanisa akiinuka akaanza kupointi kwamba bwana, pale ulichosema sio kweli, tayari amezua ugomvi na mchungaji. Unaweza kuwa umezua ugomvi na bosi wako unapomuonyesha kwamba bwana, pale ulikosea, lakini pale haikuwa sawa. Ni bosi wako kule, lakini unamuonyesha bwana, alichokitenda mahali fulani sio haki. Atataka kupinga. Umemweleza ukweli, lakini haukubali ule ukweli. Kwa hiyo ni jambo la msingi ufahamu kwamba kuna umuhimu wa kujifunza kugundua uongo. La kwanza ambalo la msingi sana, pale unapokuwa na wasiwasi na kitu ambacho kimefanyika au kimesemwa, alafu unamuuliza mtu ili uweze kupata ukweli, uende ukiwa na gia za kutafuta ukweli, na hizi ndio gia zenyewe. La kwanza, utakapomuuliza kuhusu lile jambo, hakikisha moyo wako umetulia na hakikisha unamwangalia kwenye macho. Hakikisha moyo wako umetulia, wacha itulize nafsi yako. Kwa sababu gani? Unapokuwa katika hali ya wasiwasi, sio atajibu nini, sio itakuwaje na nini, tayari sehemu ya ubongo inayohusiana na kufikiria vizuri inaitwa prefrontal cortex inajifunga. Unapokuwa na wasiwasi aina yote ile prefrontal cortex, sehemu ya ubongo ambayo inahusika na kutoa sababu nzuri na kuchambua mambo, inajifunga kwa sababu unajiandaa kwa ajili ya kukimbia. Maana yake unapokuwa na wasiwasi, maana yake uko kwenye eneo la hatari, unapaswa ukimbie. Kwa hiyo digestion, mfumo wa kusaga chakula, vyote vinafungwa na uwezo wa kufikiria hamna. Nguvu ambayo inayowekwa pale ni gia ya kukimbia tu. Kwa hiyo epuka kuwa na wasiwasi kwamba atakasirika, sio itakuwaje. Kitulize kabla pale unapotafuta ukweli. Hilo ni jambo la msingi. Muangalie kwenye macho. Na pili,
jitulize wewe mwenyewe. Hilo ni jambo la msingi sana. Sasa jibu atakalolitoa au kitu ambacho atakachokisema, mwangalie kope zake. Ukiona yani wanaita blinking, kwa Kiingereza wanaita blinking, yani zinapekua pekua mara nyingi kwa kasi sana, tambua hapo unaambiwa uongo. Hilo la kwanza. La pili, ukiona anapokuwa jibu ile swali la kwanza anaangalia kushoto, tambua kwamba hapo anatafuta niseme kitu gani, anataka kutengeneza uongo mwingine wa kufunika uongo wa awali. Kwa hiyo la kwanza ni kope, pekua pekua. Ukiona spidi ya kupekua macho imeongezeka, alafu anajibu kwa kuangalia kushoto, tambua kwamba hapa kuna uongo. Kwa hiyo hapo tayari unatengeneza gia nyingine kwamba sasa hapo utakao kuja ni uongo. Unakusikiliza kwa makini, umetulia, ili ufahamu jinsi pa kumkamatia. Sasa hilo la kwanza, jambo la msingi sana. Sasa hawa watu ambao wana tabia za kusema uongo hawaheshimu ukweli. Hawaheshimu ukweli. Kama hawaheshimu ukweli, tambua kwamba pale utakapomuonyesha kwamba bwana, hapako sawa, atakasirika. Kwa sababu kwa maneno mengine kwamba unamuonyesha kwamba yeye ni mbaya. Kwa hiyo anachotaka ni kwamba wewe ukubaliana na chochote kile anachokisema. Anaweza kuwa ni bosi wako, anaweza kuwa ni mzazi wako, anaweza kuwa ni mtu ambaye ni muhimu sana kwako, lakini hicho ni kitu cha msingi sana ufahamu kwamba. Kwa hiyo unapotaka kumuonyesha kwamba amekosea, mwanake anaona kwamba unapingana naye, anakuona wewe ni mbaya. Sasa shida iliyopo ni kwamba katika hali kabisa ya kibinadamu ni kwamba kuna hali fulani ya kauoga kanakuja. Ili kujiweka salama, unaweza ukajua kwamba amesema uongo, lakini ukifanya kama vile kugundua kwamba ni uongo. Unachopaswa kufanya katika mazingira hapo, katika yale aliyosema ule uongo wake, tafuta neno ambalo unaweza ukamgeuzia yeye. Ukamwambia, nimekusikia ukisema kwamba huna mahusiano na mtu fulani. Nimekusikia umesema kwamba huna mahusiano fulani. Hebu nieleweshe vizuri zaidi yale ulikuwa ameyasema. Hebu nieleweshe vizuri zaidi. Kwa hiyo umfanye arudie aliyoyasema, na kwa sababu ni uongo utajikuta kwamba anajikanyaga kurudia aliyoyasema. Unaweza kuona? Kwa hiyo unamtega arudie aliyoyasema. Kwa hiyo utaona kuna vitu fulani atakuwa amevihamisha, havitaenenda sasa na ile ya mwanzoni. Hilo ni jambo la msingi ufahamu kwamba hapo yeye mwenyewe anagundua hapo sasa takamatika. Pale unapoonyesha wasiwasi kwa yale ambayo ameyasema, anajua hapa nakamatika. Anaweza akawa mkali kupita kiasi, ili aonyeshe kwamba wewe bwana unachokifanya ni mbaya, kutaka kunionyesha kwamba mimi ni mwenyewe, kunithibitisha kwamba mimi ni muongo. Kwa lazima utarajie hali kama hiyo, ni kwamba pale anapoona kwamba sasa hivi hapa nimekaribia kukamatwa, atakuwa mkali sana. Hapo unajua hapa nimeshamkamata. Kwa sababu ni swala la kuzungumza, mkaeleweshana. Kwa nini anakuwa mkali sana? Kwa hiyo kwa maneno mengine ni kwamba ni muhimu fahamu kwamba huyu mtu yuko hivi, ili mara nyingine inapotokea tena ujue, tafute gia nzito zaidi. Usikubali kujumlisha ukakaa kimya katika maisha yako. Haya ni maisha yako, inapaswa uishi katika hali ambayo unajitegemea na unajiona kwamba mimi bwana ni mtu ambaye ninafaa, sio mtu ukataliwa. Hata kama mtu atakukataa, lakini kwa sababu umesimamia ukweli. Hilo ni jambo la msingi sana. Endelea kuangalia channel hii, utajifunza mambo mengi ya kisaikolojia. Huyu ni Dr. Paul Nelson Mwaipopo tokea Mwanza, na mawasiliano yangu kama unataka ushauri taweka hapo chini. Bye bye.